Shalom. Mungu akubariki. Asante kwa wakati mwingine tena ambao tunapata nafasi. Siku ya leo, Mungu ana kitu gani kuzungumza pamoja nasi? Anazungumza nasi kwa habari ya kuwaza upya. Bila shaka ulishawahi kufanya makosa. Nimeshawahi kufanya makosa. Umeshawahi kufanya makosa. Na kama ni wanadamu, lazima kuna mahali tulishawahi kufanya makosa au tunafanya makosa. Inaweza ikawa ni muda mrefu uliopita, muda mchache, au hata sasa ninapozungumza nawe. Ujumbe leo unasema kuanza upya. Ndiyo, kuna gharama zake, lakini kuna faida na ni muhimu na ni jambo la lazima. Maandiko yanazungumza juu ya kuanza upya. Soma maandiko kutoka kitabu cha Luka sura 15 mstari kuanzia ule wa 11. Hii ni habari inayomhusu mwana mpotevu. Maandiko yanasema, akasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula na kusaza, mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele zako. Sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimwona, akamwonea huruma, akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba yake aliwaambia watumwa wake, lileteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu mguuni. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahi, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Kuanza upya ni kielelezo cha huyu mwana mpotevu. Maandiko yako wazi kueleza kisa hiki kwamba kuna baba mmoja alikuwa na wana wawili. Ni mfano Yesu alitolewa funzo, lakini tunajenga ujumbe na kuweza kujifunza kwa habari ya kuanza upya. Baba huyu mwenye watoto wawili, mtoto mdogo, sio mdogo kwa maana ya umri, kimsingi walikuwa wawili, alikuwa mkubwa na mdogo. Kwa hiyo kati ya wale wawili, huyu mwenye umri mdogo, yes, andiko nasema akaomba mali na babaye akawapa. Alipompa mali inayomwangukia kwa upande wake kama urithi, andiko anasema akaondoka akaenda nchi ya mbali. Huko alikoenda akatumia zile mali kwa anasa. Alitumia kwa anasa, bila shaka, kwa sababu alikuwa yuko huru, mbali na nyumbani, mbali na macho ya baba yake, mbali na jamaa wanaofahamu. Aliambatana na watu wengine, marafiki ambao walikuja kwa sababu anazo fedha, anaweza kaenda nao mahali popote pale. Akatumia kwa anasa. Alipotumia kwa anasa, maandiko yanasema mara akawa katika hali ya uhitaji baada ya zile fedha kuisha, au ile mali aliyokuwa nayo iliisha. Inaweza ikawa ni zaidi ya fedha, lakini ilifika mali iliisha. Wakati imeisha, majuto yakamjia kwa maamuzi aliyochukua, kwa sababu yuko sasa hana kitu. Na wale marafiki au jamaa waliokuwa wameambatana nao, bila shaka walimwacha. Waliambatana naye kwa sababu ya mali na vitu vilivyokuwa navyo. Mali huvuta watu. Mwandishi wa kitabu cha Mithali anasema wakawa wameambatana naye. Amekwisha tumia vyote alivyokuwa navyo. Haijalishi kwa wingi aliokuwa nao wa vile vitu, lakini vimeisha.
kwa sababu alikuwa anatumia bila kuweka akiba au kutafuta. Akajikuta ameishiwa, yuko nchi ya mbali na baba yake, na aliondoka nyumbani bila shaka kukuwa na idhini ya baba yake kwamba aende huko anakoenda. Lakini basi maisha yamemkuta, amejikuta maamuzi yake aliyofurahia kuyachukua mwanzoni imekuwa ni majuto, imekuwa ni sehemu inayomletea maumivu. Nifanye nini? Maandiko yanasema akatafuta kazi. Alipotafuta kazi, akapata kazi ya kwenda kulisha nguruwe kwa bwana mmoja katika nchi ile. Iliyo mbaya ni kuwa yule bosi wake alikuwa anaweza kuwalisha nguruwe wake, lakini asimpe chakula kama mfanyakazi wake. Unaweza ukapata picha pia, mazingira ya kazi lazima yalikuwa ni duni kuzidi mahali alipokuwa analala. Lazima alikuwa ni mateso, ilikuwa ni kitu chenye majuto makubwa sana. Na mara zote majuto yalikuwa alipowaza, alipowaza kwamba hawezi kurejesha kupata, akarudia maisha yaliyokuwa anaishi bora alipokuwa na vile mali, na zaidi sana alipokumbuka kwa baba yake, maisha aliyoishi akiwa kwa baba yake hawezi tena kuyaishi mali. Faraja aliyokuwa nayo zamani hawezi kuiona tena. Jamaa aliyokuwa nao wamempotea tena, hayuko pamoja naye. Andiko anasema alifika mahali ambapo alikuwa anatamani kujishibisha na maganda aliyokula nguruwe, wala hapana mtu alimpa kitu. Unaweza kuwaza wakati, unaweza kuwaza mazingira ya upweke, ya huzuni, ya masononeko, ya majuto. Ameshafika mahali. Hii inaweza ikamtokea mtu yote kwenye maisha, as long as we are human. Na katika hali ya ubinadamu tulionayo, kila mmoja anaweza kufikia, anaweza kaamua, anaweza akawaza lile jambo kwamba linaweza lisiwe na shida yote, inaweza isiwe kwa tabu yoyote, akapangilia, lakini mwisho wa siku kila kitu ambacho alikipangilia na kukiratibu akijua kitakuwa hakina madhara, hakina shida yote, inaweza ikamleta mahali ambapo anajikuta amekuwa katika hali ya upweke, amekuwa katika maumivu, amekuwa katika majuto, amekuwa katika hali ya huzuni, katika mahali alipofika. Je, ni hekima gani kufanya? Aendelee kuishi akilisha nguruwe wakati yeye hapati chakula? Je, kujilaumu wakati yuko pale pale tu inatosha? Kujionea huruma wakati yuko pale analisha kwenye banda la nguruwe inatosha? Nazungumza na mtu mmoja ambaye umekwama katika maamuzi, umegundua kwamba hili jambo umefanya kosa, na matokeo ya lile kosa yako dhahiri, unavuna ulichopanda kutokana na maamuzi yako. Lakini je, kujijutia wakati umekaa hapo kutabadilisha kitu gani? Au kusema vyovyote vile, ngoja tu niendelee kukaa, unajikaza. Je, itabadilisha kitu gani? Kama mwanampotevu angeamua tu kukaa pale, ingebadilisha kitu gani? Angebaki kuwa mpweke, angebaki na huzuni na masononeko. Kwa hiyo mbali na kwamba alikuwa hapati chakula, lakini pia afya yake ingezorota zaidi na mawazo ambayo yalikuwa kila wakati hayaishi, ya mazingira alipo, na akikumbuka kwa babake, akikumbuka jinsi alivyoamua. Lakini kuna kitu kimoja ambacho ilikuwa ni maamuzi ya hekima, lazima yachukuliwe. Alipozingatia moyoni mwake, alisema ni watumishi wangapi? Lazima kuzingatia, lazima kufika mahali ambapo unatathmini, hapa nilipo na kule nilikokuwa, wapi ni bora? Kama nikiendelea kujuta au kuamua kuliset maisha, kuamua kulistop, kuyageuza, kuyabadilisha maisha,
Hili ni swala la fikra sasa. Ni mbali na mtu fulani, ni mbali na chochote, unabaki mwenyewe katika maamuzi. Nimefika hapa kwa maamuzi yangu. Ndio. Sasa nifanye nini? Nitakuwa katika hali hii mpaka lini? Na kama nikikaa hapa kitu gani kinabadilika? Hapana, lazima niondoke. I must leave. Lazima niondoke. Lazima nianze upya maisha. Lazima nibadilishe hiki na hiki na hiki na hiki. Lazima nibadilishe. Ndio gharama ilikuwepo. Gharama iko wapi? Kwa sababu lazima akubali kuachana, alishaambatana. Itakugharimu wakati mwingine kuachana hata na watu fulani, ili tu matokeo fulani mabaya ambayo umeshafikia usiendelee tena, kwa sababu hauwezi lugha ya Kiingereza nasema hang around alafu ukabadilika kitu. Lazima pia, huenda ni marafiki, huenda ni jamaa, huenda ni ndugu, kuambatana nao kumekuletea matokeo fulani ambayo yanaharibu maisha yako, na kabisa ni dhahiri ya kwamba ukiendelea hivyo hatima yako ni hali. Je, unaendelea? Hapana. Utakuwa pumbavu ikiwa utaendelea. Ndio, siombi samahani kwa neno, utakuwa pumbavu. Ikiwa umefikia mahali unapowaza kwamba hapa nilipofika sababu kubwa imekuwa ni kuandamana na watu hao, lazima ufike mahali unasema liwalo na liwe, lazima niondoke. Maisha yangu na kesho yangu ya thamani kuliko. Bosi atajisikiaje? Mwanampotevu wa kuwaza kwamba mtu fulani atajisikiaje? Hapana. Alifika mahali pa kuwaza juu ya nafsi yake ambayo inaumia, inayoteseka kwa majuto yasiyoisha. Akasema nitarudi. I must start over again. Lazima nianze. Nirudi tena. Kama ni kanda zile za zamani, kwa watu waliokuwa wanafahamu cassette, ni kwamba una rewind, unageuza, narudi kwenye chanzo. You're just going to start from the beginning. Unaenda kuanza mwanzo. Swala la kutafuta kazi lisingeleta suluhu. Ikiwa unadhani unaweza ukapata shortcut, njia mkato wa kuleta suluhu ya kile ambacho imekuwa ni maamuzi ya makosa kutoka mwanzoni, hapana, usipite njia mkato. Rudi kutoka mwanzoni alipozingatia mawazo. Unalinganisha maisha yako, huku ninakwenda, hapa nilipofika kuna kitu gani? Hapana, siwezi kwenda. Kwa ajili ya usalama wa ndoa yangu siwezi kwenda. Kwa ajili ya usalama wa kesho yangu siwezi kwenda. Kwa ajili ya amani iliyotoweka na nafsi yangu ambayo haina amani na mfumo wa maisha naishi, hapana, lazima nibadilishe. Unaandika hata tarehe, nabadilisha maisha yangu. Kitu 1, 2, 3, naachana na watu fulani, naachana na tabia fulani, naachana na kitu hiki na hiki. Unaacha. Siwezi kuishi mfumo wa namna hii. Naanza kuishi mfumo mpya. Hiyo ndio maana ya kuanza upya. Na unajua nini? Hakuna mtu ambaye atakuja kutoa isipokuwa wewe. Hakuna mtu ambaye alienda kumtoa mwana mpotevu. Unadhani ambaye alikuwa ananufaika na mwana mpotevu angemuondoa mahali pale? Asingemtoa yule bosi Darren. Lakini licha ya kwamba baba yake alikuwa anampenda pia, alimsubiri. Maamuzi ni ya kwako. Lazima uamue. Unaweza hata wengine wakaona kwamba ndio unapoteza, lakini wewe usiposimama hakuna chochote kitakachobadilika. Ninakuombea kwa jina la Yesu Kristo ufike mahali utakaposema niko wapi hapa? Naenda wapi hapa? Je, nilipofika na hatima yangu ndio tunaenda? Usiogope aibu. Lazima uamue kwa ajili ya ustawi wa kesho yako.
nitaondoka, nitaenda kwa baba yangu. Akasema nitaondoka. Alifika hatua isiyo na namna yote. Ingereza anasema the point of no return. Hapa ninaamua I must leave now. Lazima niondoke sasa. Lazima nianze upya. Ndiyo, vyovyote vile itakavyogharimu, lakini siwezi kuendelea. Huo ulikuwa ni mfumo na uchaguzi bora ambao mwana mpotevu alikuwa anafanya kwa ajili ya mfumo mpya wa maisha. Ndiyo pekee ambacho naweza nikazungumza pamoja naye. Alirudi nyumbani, babake alimpokea, maisha yalibadilika, furaha yake ilirejea, amani ilirejea, ushirika ulirejea. Akasema, unajua, kwa nini unachelewa kurudi mapema? Kwa nini unachelewa kuamua mapema kuanza na moja? Utarejesha kilichopotea kwenye maisha yako, iwe ni kwenye uchumi, iwe ni kwenye mambo ya kitaaluma. Unaweza ukarejesha tena. Lo, Mungu mara zote hutupa nafasi. Unajua, yeye ni mfinyanzi. Chombo kilichovunjika anakichukua, anakifinyanga tena. Kesho yako ni ya thamani. Huwezi ukaipoteza kwa sababu ya kuogopa wengine watafanyaje au utaonaje. Amua sasa, nitaondoka. Shalom, Mungu akubariki na kutakia wakati mwema. Asante, shirikisha mwingine, fanyika baraka kwa ujumla.